Wanasikia sana. Wangekuwa na mamlaka ya kiroho, pepo asingehoji nini ni akina nani, maana angeelewa kinachoongea ni mamlaka. Kwa hiyo angetakiwa kutii mamlaka. Wanasikia sana. Lakini angalia kilichowatokea. Yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. Yaani kwa maneno rahisi, hawa jamaa walikula kichapo cha maana. Wanasikia sana. Wakatoka wako uchi, manake walikula kichapo mpaka nguo zilichano na huyo mtu mwenye pepo. Kwa nini? Walijaribu kutumia mamlaka wasiokuwa nayo. Jina Bwana libarikiwe. Walijaribu kutumia mamlaka ambayo hawana. Ndio maana pepo akawageukia na kuwadhuru. Wanasikia? Hawa walikuwa hawajazaliwa mara ya pili, walikuwa hawajaokoka hawa. Ndio maana hawakuwa na mamlaka. Semeni amen. Jambo la pili la kufanya ili upate mamlaka ya kiroho, jambo la pili ni kutambua mamlaka uliopewa ndani ya Kristo. Kama umepewa mamlaka alafu hautambui kwamba una mamlaka, haitakusaidia. Hautajua kutumia amri. Kwa hiyo jambo la pili lazima utambue mamlaka uliopewa ndani ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Kama hautambui mamlaka uliopewa ndani ya Kristo, wachawi watakuchezea usiku. Watakuja na kutikisa bati huku pa kila siku. Utakuwa unasimulia, asubuhi nilipokuwa nimelala, kwa kweli nilikuwa nasikia kama pale linahama linaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Tena ukiwa dhaifu zaidi watakuja kufanyia field kwako wale wachawi wanafunzi. Mafunzo kwa vitendo. Yaani wanatumwa na mkuu wao, nendeni pale kwa yule anajifanya na maombi yule. Sasa kafanyeni mazoezi pale ili muonekane kama mtafuzu, ili muende hatua inayofuata ya kichama. Wewe si dhaifu. Maana hata mamlaka ulionayo hujui ndani ya Kristo. Kwa hiyo wanatumwa kuja kufanyia field kwako. Na wanafuzu. Wakishafuzu wakirudi kule wanapeleka ripoti. Tumemweza leo, tumempiga, ameshindwa kuomba. Kila alipotaka kuomba tulitandika usingizi akalala. Alipotaka